Yes, shalom tena taifa la Mungu na popote ulipo. Mungu akubariki sana. Ni usiku wa manane huu, ni usiku wa maombi, ni usiku wa kukesha na Bwana. Neno la Mungu kitabu cha Petro wa kwanza 5:8, maandiko yanasema mwe na kiasi cha kukesha, kwa maana mshtakiwa ni ibilisi ni kama simba anguruma akitafuta ni nani ammeze. Ndugu mpendwa na wana taifa la Mungu, watu wengi maisha yao yameharibiwa wakati wa usiku. Watu wengi ndoa zao zimeharibiwa wakati wa usiku. Ule wakati wamelala wakidhania kwamba kuna amani, wakidhania kwamba hakuna shida yote, basi adui amekuja akapandikiza magugu katikati ya nini? Katikati ya huo usiku. Ulikuwa umelala vizuri, umeamka kesho na umwa. Ulikuwa umelala vizuri na mume wako, kesho umeamka mnagombana. Tatizo liko wapi? Tatizo ni kwamba kuna magugu ambayo shetani alipandikiza wakati umelala. Kwa watu wengi sana wapendi kuomba, watu wengi sana wapendi kukesha wakati wa usiku, watu wengi sana wanapenda usingizi. Lakini maandiko yanasema mwe na kiasi cha kukesha. Nini maana yake, mtu wa Mungu? Huyu mtu ambaye ana kiasi cha kukesha maana yake nini? Anaposema simba angurumai, maana yake anamaanisha huyu simba angurumai ndio mshtaki wetu, ambaye ndio ibilisi mwovu shetani. Huyu ibilisi mwovu shetani, yeye hachoki kuzunguka, huwa hachoki kutafuta mtu wa Mungu. We kama uombi, we kama usomi neno, we kama umejitenga na ushirika, mtu wa Mungu, shetani ni halali yako. Shetani mtu wa Mungu, shetani ni halali yako. Lakini pia sifa kuu ya simba ngurumai, huwa anatabia anaponguruma, anatabia kuleta vitisho, anatabia kuleta hofu, na uleta hofu hasa pale ambapo nakuta mtu hujajimarisha na maombi, mtu hujajimarisha katika kuomba. Kwa asilimia kubwa huleta hofu. Lakini pia napoona amefuatilia kwa muda mrefu na napoona kwamba hapati nafasi, huwa na tabia kushambulia kwa ghafla. Sasa fikiria kama huyu ambaye anapaswa ajilinde, ajaweka katika mazingira kusema kwamba akishambuliwa basi akute kwamba amejilinda. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana taifa la Mungu. Kwa hiyo una uhakika huyu mtu lazima atashambuliwa. Lazima atashambuliwa. Kwa ana tabia kushambulia kwa ghafla. Kwa ule wakati amekushambulia, mtu wa Mungu, je, una keep katika maombi? Una keep katika neno la Mungu? Una keep katika kupray? Katika kuona kwamba unajibidisha katika kuomba ili kusudi napokuja basi akute katika mazingira ambayo ni mazuri. Lakini pia si tu kuharibu, ana tabia ya kumeza. Zipo ndoa za watu zimeharibiwa, zimemezwa kabisa. Shetani huja kwa ajili ya kuiba, kuharibu na hata kuangamiza, mtu wa Mungu. Kwa watu wengi, mtu wa Mungu, si tu kuharibiwa, watu wengi wameshamezwa tayari. Lakini neno la Mungu lipo. Maandiko yanasema hata shina japokufa basi litafuliwa tena jipya. Tuombe kwa ajili yako. Baba Mungu, nasema asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya wakati huu. Asante Jehova kwa ajili ya usiku wa leo. Asante kwa ajili ya maombi haya. Neno lako nasema tukeshe Jehova tukiomba, kwa maana shetani mshtaki wetu Bwana ni kama simba angurumai. Tazama Mungu, ninaomba kwa ajili ya mtu huyu, naomba kwa ajili ya ndugu yako huyu, naomba kwa ajili ya familia hii, naomba kwa ajili ya watoto hawa, naomba kwa ajili ya kaka huyu, naomba kwa ajili ya dada huyu. Yamkini Jehova kuna wakati alijisahau, kuna wakati Jehova alijisahau, asijue kwamba shetani kama simba angurumai akitafuta. Kuna muda Jehova alijisahau, shetani akapata upenyo. Jehova, tazama na pandwe Bwana kila pando ambalo shetani amepanda, kila pando ambalo shetani amepanda kwa ajili ya maisha yake, usiku wa leo Jehova nang'oa na kuangamiza kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mpe moyo wa ibada mama huyo, mpe moyo wa ibada mama huyo, mpe moyo wa kukesha mama huyo, maana maandiko yamesema tuombe bila kuchoma, tuombe bila kukoma, tuombe bila kukoma, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ushindi akaone, shetani asipate nafasi tena kibali ojua maisha yake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ndugu mpendwa, ni Prayers Charismatic, jaribu kufuatilia channel hiyo na Mungu akubariki sana. Zipo video ambazo nimekwisha kuziachilia ambazo ni mafundisho mbalimbali kuhusu roho ya uaguzi.